Life Philosophy Story. Leo hii nimeona ni vyema tujadili jambo moja ambalo kwa hakika ni rahisi sana duniani na linatumika kila mahali na kila pahali, ila watu wa kuifahamu hili jambo ndio wamekosa. Ni jambo rahisi sana kwa mtazamo wa mwanadamu. Wanadamu kwa hakika wamejaribu kulipa fanuzi na kujaribu kulitimiza hili jambo, ila limekuwa ngumu kwa baadhi ya watu. Jambo tunalolizungumzia leo hii ni mapenzi, love. What is love? Mchapishaji mmoja wa mambo kutoka Marekani alichapisha kwa kusema, love is word that is used by many but understood by few. Yani mapenzi ni jina linalotumika na wengi ila linaloeleweka na wachache. Leo hii nimeona ni vyema tujadili maana kamili ya mapenzi na mtu anayekupenda itakuwaje na mapenzi haswa ni nini. Kabla tujaingia hapo, ipo hadithi moja ya kijana na mzee na samaki. Ni hadithi ya utoto ile yenye funzo sawa sawa. Siku moja mzee mmoja aliyeitwa Robert Neckwhite alikuwa akitembea katika jimbo moja kule Washington, Uingereza. Akakutana na kijana mmoja ambaye anatoka uvuvi, amemkamata samaki, amemkaanga vizuri na yupo mezani tayari kwa mlo. Mpaka ameshaandaa kile ambacho anakilia ile samaki, pengine ugali ama mchele. Huyu mzee akamuuliza yule kijana, why are you eating that fish? Mbona unakula samaki? Yule kijana akampa majibu mawili. Jibu la kwanza alimwambia, because it is eaten, yani kwa sababu unaweza ukakula. Akamwambia, the main reason me to eat that fish is because I love it. Yani sababu yangu kubwa mimi kuila hii samaki ni kwa sababu naipenda. Yule mzee akaudhika sana na jibu la upweke la yule kijana. Je, nikuulize wewe, kama unakulanga samaki mbona unaikula? Pengine utatoa jibu kama alilotoa kijana kwamba anaipenda. Huyu mzee akaudhika sana na jibu la huyo kijana. Mbona akaudhika? Ndiye akamuuliza, unasema unampenda samaki, ndio sababu ukamtoa majini anapoishi vizuri kwa raha yake tu kwa ustaarabu, ukamleta ukamkatakata bila hata kujua uchungu unaomsababishia, ukamweka kwa nchi kavu mpaka akaikata roho. Kwa matamanio yako tu ukamuingisha kwa mafuta yanayochemka, mafuta makali. Basi kwa urevu wako pia ukamuingisha kwa maji yanayochemka pia, ukamuosha. Kwa ustaarabu ukamkaanga, ukaweka mafuta, ukaweka kitunguu, ukaweka nyanya, kila kitu na vileo vyote. Kisha kwa kujiongeza ustaarabu wako ukaongeza pilipili na chumvi ili kumuongeza utamu samaki ili umle. Ndio mzee akamuuliza, hivyo ndivyo unavyofanya kitu ambacho unasema unakipenda? Kwani ukipenda kitu, hiyo ndio namna nzuri ya kuisababishia maumivu machungu? Hapo ndipo mahali pa kwanza pakosa la kutafsiri neno mapenzi. Leo hii tuchimbue kwa undani kabisa mapenzi ni nini. So shall I begin? Life Philosophy Story. Hadithi
Hadithi naianzia pahali ambapo kijana amekutana na msichana, akamuona msichana kuwa msichana mwenye kimo kizuri, maumbile mazuri, macho mazuri na ana misuli ambayo imeshiba nyama, na akaona huyu anaweza akaikimu nafsi zangu. Basi akaamini kwamba anampenda, lakini huko si kumpenda tu, bali hiyo ni kutamani tu, na akaona huyu mwanadada ana uwezo wa kunitosheleza kinafsi. Basi huyu kijana akaamini amempenda huyu msichana, ila jibu ni kwamba huyu kijana hajampenda yule msichana, bali amemtamani tu. Sisi wanadamu tumejaribu kufafanua maana mingi ya neno mapenzi. Mwanaume inaaminika kwa kiasilimia cha 80 ni kwamba mwanaume huwa anampenda mwanadada kwa mara tu ya kwanza kuonana na yeye, mara ya kwanza kumweka machoni. Kwa asilimia 80 ya wanaume duniani huwa wanapenda wanawake kwa mara ya kwanza tu kuonana kwa macho. Tafiti za kisayansi zinasema kwa hii dunia tunaishi, kwa kila siku kuna tengenezwa mahusiano milioni 3 kote duniani kwa siku moja. Hii idadi ni idadi kubwa sana. Hiyo inamaanisha kwamba watu wote wanajaribu kupambana ili wakaone kama wanaweza pata mapenzi ya kweli. Ila mapenzi ya kweli yamekosekana duniani, na mapenzi si rahisi kupata. Mapenzi ya kweli, mtu anayekupenda, si mtu anayekutamani. Nitakurudisha kwa facts za sayansi baadaye, ila sasa ninatamani nikueleze kidogo tu kuhusu mapenzi. Inasemekana mwanadada anayechagua mpenzi huwa anachagua mpenzi kulingana na uwepo wa mfuko, kimo, misuli na vitumbo vyenye maboksi. Yaani mwanadada ili akupende anaangalia kwanza, unaweza ukaikimu mahitaji yake yote, uko na pesa ambayo utamsababishia atembee na atumie simu kubwa, uweze kumlipia nyumba na kodi, ukamlipie maji na stima, na uwe na uwezo wa kumnunulia hata bundles ama wifi ili akupende kwa asilimia yote. Pia vile vile ukishapata yote, mwanadada anachagua mwanaume mwenye misuli iliyoshiba na mwanaume mwenye 6 packs, yani vitumbo vyenye maboksi iliyokauka na mifupa. Basi hapo ndipo mwanadada anaamini kwamba sasa huyu, this is my type and I have to love him. Mwanaume vile vile ili kumpenda mwanadada anaangalia kifua chake kikoje, kisha anateremka kidogo na kuangalia uchi yake ikoje na waist yake ikoje. Akitoka hapo anakagua miguu, kisha anakurudi ukagua uso vizuri. Akiona hiyo imempendeza, basi anaamini anampenda, na hapo atatamani sana kuikimu nafsi zake na huyu mwanadada. Sasa swali la msingi hapo, kwa kufanya haya yote, je, tuko sahihi? Jibu ni la hasha. Kumpenda mtu kwa sababu anakutimizia matakwa yako, basi hapo umejinyima nafsi ya kupenda. Sayansi inasema mtu anayekupenda ukiitisha chochote lazima utapata kutoka kwake. Atafanya juu chini, ang'ang'ane na hakikishe umekipokea. Ila mtu mmoja kutoka Uhindi
Hampson Winneck alitambulika kwa jina la Winneck alichapisha simulizi ambalo lilisema kwamba kutafuta mtu ambaye atakuhikimu kila ambacho utakacho, basi ni kusubiri kurudi kwa mwana wa Adamu. Akasema, wewe ulipopendwa, je, uliweza kumtimizia anayekupenda kila kitu alichokihitaji kwa 50%? Jibu ni la hasha. Kwa hivyo hata wewe mtu ambaye anakupenda, usitamani akutimizie kila kitu. Wanadamu wana upungufu. Upungufu wa mwanadamu kuna kiwango ambayo huwezi kuvuka japokuwa utajaribu. Bali sisi wanadamu tunakosea kwa kutamani mtu ambaye atakayetuhikimu kwa kila kitu. Mtu atakayejaribu kukuhikimu ndiye basi atakayekupenda. Bali mtu atakayekuhikimu kwa kila kitu, hiyo ni kutafuta pepo. Turudi kwa facts za wanasayansi. Facts ziko na funzo nyingi. Funzo la kwanza, it's very hard to find true love. Ni ngumu sana kupata mapenzi ya kweli. Mtu atakayekupenda kwa nafsi yako jinsi ambavyo ulivyo, ni vigumu sana kumpata. Na pia mtu atakayekupenda hata kupenda kwa sababu ya jinsi ambavyo ulivyo. Hapo ndipo na quote kwa kusema, somebody that loves you knows your weakness and love is not blind. Kama mtu atakupenda, basi hawezi kuwa kipofu. Ataona madhaifu yako, ataona jinsi wewe ni mfupi ama wewe ni mrefu, ataona jinsi ambavyo pengine ni mwembamba ama ni mnono, ataona jinsi ambavyo ulivyo na sura mbaya, jinsi ambavyo ulivyo na visuli kwa uso wako, yani pimples zimejaa kwa uso wako, na ataona madhaifu yako mengi sana. Ila mtu huyu ataenda kukupenda. Atakuona jinsi ambavyo ulivyo ni bora kuliko wengine. Atawaona wanadada na wanaume wengine wazuri kukushinda wewe, ila atakuchagua wewe. Huyo ndiye mtu ambaye anakupenda. Na nikwambie kwa hiyo funzo, ukiona mtu anakupenda na ukadhania kwamba wewe pia unampenda, basi himizeni mapenzi yenu na usiache yaende. If you love somebody and you think that he loves you too as you love her, then do not let it go. Hold it, because if you lose it, it's very hard to return it. Yani ukiona mtu anakupenda na ukadhania wewe unampenda, basi usimwache aende. Mkamatilie, mshikilie. Mwanzo ukipoteza ni gharama kurudisha. Kuna watu kwa ulimwengu saizi hivi wanatamani tu na kila siku anamuomba Mwenyezi Mungu, Mungu tafadhali, kama utanipa mtu ambaye atakayenipenda na mimi nimpende, nitakuabudu siku zote za maisha yangu. Ila hajapata. Wewe ulipata mtu anakupenda, unachezea nafsi zake tu. Huyo mtu siku ambao utampoteza ni gharama kurejesha. Tafiti zinasema, fakti nyingine ni kwamba mtu anayekupenda na wewe pia unampenda, siku ambayo utapatwa na maumivu, pengine ya kuumwa na kichwa, wakati tu utamkumbatia kwa chini ya dakika 10, basi utahisi maumivu yamepoa kabisa. Hapa anajua mtasadiki, kwa maana mnaelewa kile ambacho nasema. Mtu anayekupenda, kama unaumwa na kichwa, ukimkumbatia tu kwa chini ya dakika 5, utakuwa umepoa kabisa. Kuna muda katika maisha hauhitaji pesa, hauhitaji amani, hauhitaji chochote. Ukahitaji tu mtu mmoja wa kukukumbatia tu.
na mtu kama anakupenda na unampenda, mkikumbatiana mwili huzalisha baadhi ya hormones za matibabu. Wale ambao ni wasomi wa biolojia wamenielewa kufikia hapo. Hapo usibishe. Pengine kichwa kikakuuma ukaenda kumkumbatia yule ambaye unadhani unampenda, na kama hautapoa basi ujue hampendani. Mkae chini muongee vizuri. Mtu ambaye unampenda ukimkumbatia tu basi huo maumivu ambayo inakusumbua itapoa kabisa. Fact ingine ya mapenzi ni kwamba mapenzi ni rahisi sana kuvunjika kuliko kuubwa. Hapa najua mtakubali, kwa sababu kung'ang'ana kumpata mtu ambaye anakupenda cha kikweli ni vigumu sana, ila wakati ambapo umeshapendana, kama ni kukuacha kwa chini ya sekunde 40, amesha kukuacha na kukuchukia kabisa. Hapo ndipo wengi wanapoumizwa kwa kusema mimi nimeathirikiwa. Mapenzi ni rahisi sana kuvunjika kuliko kutengenezwa. Lakini wanasayansi wanasema mtu anayekupenda kama mmeishi kwa mahusiano kwa zaidi ya miaka 5, mapenzi yenu kuvunjika ni kwa 15%. Kwa 85% mapenzi yenu yako sawa. Hivyo wale ambao mmekaa zaidi ya miaka 5 pamoja, hongera, mapenzi yenu yako salama. Ila mapenzi yanaaminika kuvunjika kwa muda mwaka 1 hadi miaka 2 tangu kukutana, kwa sababu wakati unakutana na mtu na unaamini unampenda, kuna baadhi ya mambo ambayo utaanza kujinyima na kuanza kuact kama yule ambaye hauna hizo vitu vya kuudhi. Kwa mfano, kama una tabia mbovu, ukishakutana na mtu ambaye unampenda utajiedit na kukaa kama mtu mzuri. Mfano, kama we ni mtu wa kutafuna vitu chapu chapu na haraka haraka, huku ingine ukitapika mate, kwa muda tu ukishakutana na mtu unayempenda, wakati mnakaa naye unajiedit na kujipindua vizuri, unatafuna kwa ustaarabu hivyo. Lakini kwa muda wa mwaka 1 hadi 2 utawezaje kujiedit milele? Kwa muda wa mwaka 1 hivi utashindwa kujiedit kabisa, na huyu mtu atagundua kwamba huyu si mtu ambaye nilikuwa namdhania. Kwa hivyo mapenzi yatavunjika. Pia mtu ambaye mnakutana naye, hata kama ni mtu ule wa kuvuruta usingizi mpaka anajipata akivuruta koromeo na kuzua sauti kali sana wakati akiwa kwa usingizi, unadhani ni trekta inayolima, kwa miezi michache ya kwanza atajiedit na kujaribu kujikausha kabisa, asijaribu kungorota kwa uzito, ila kwa muda fulani tabia yake itaonekana tu, na basi ataendelea. Na hapo ndipo mahusiano mengi yanapovunjika. Fact ingine ya kisayansi inasema kwamba mwanamke akishaamua kukupenda, anakupenda na anakupenda cha kikweli. Ila wanaume wengi kukupenda na kukupenda cha kweli ni vigumu sana. Mwanzo, wanaume wana upungufu wa mwili na upungufu wa macho. Hiyo ni maumbile ambayo Mungu mwenyewe alitupa. Hapo sielezei sana mwanzo, nitajarudia. Pia mwanaume ili akupende kabisa anahitaji mwanadada ambaye is so romantic, anajua namna ya kuigiza vizuri, na pia ako na maongezi mazuri. Hapo unajua mtakubaliana kwamba ukiwa na mtu ambaye ako na mzungumzo mabaya, basi utatafuta mtu ambaye ako na mazungumzo mazuri, at least uone kama unaweza kaa na amani. Basi hapo ndipo mahusiano mengi yanapovunjika. Ila ukishapatana na mtu ambaye anakaa na amani,
your love is safe. Pia mapenzi inaaminika huanga inatengenezwa kwa muda wa dakika 7 tangu kutiana macho. Kwa mfano, mara yako ya kwanza kukutana na msichana ukamwongelesha kwa chini ya dakika 7, atakuwa ameshagundua huyu nitampenda ama la. Mwanzo wanadamu macho yameunganishwa na akili. Hapa basi mbie we mwanaume ama msichana ambaye unadhani unampenda mtu na mmekaa kwa zaidi ya miaka 8 ukijaribu kujiongoza kama at least utampata mtu ambaye unampenda, na umejaribu kujisukuma kwa huyo mwanadada kwa zaidi ya muda mrefu sana, nikuambie kwamba huyo mwanadada alikupenda kwa dakika 7 za kwanza tangu alipokutia machoni ama akakuchukia. Hapo sina ushauri sana, kwa sababu wanadada hapo watawaeleza zaidi. Facts za wanasayansi ziko mengi na siwezi zielezea hapa nikazimaliza. Leo hii ningependa tu niweke hapo kikomo kwa mapenzi. Lakini kabla niweke kikomo, ningependa kuambia kitu moja. Mwanadamu anapozaliwa anakuwa kama tunda apple iliyo kwenye mti. Wakati apple iko kwenye mti, inazaliwa ikiwa nzuri, ikiwa na rangi ya kijani. Vipi inapoendelea kuishi? Inaanza kujibadilisha kivyake. Inaanza kutoka rangi ambayo mti iliona ni rangi njema, ikaanza kujiedit na kutengeneza rangi yake ambayo inajiona hii rangi itanisababisha mimi nipendezwe, bila kujua hatari yake. Inaanza kujipindua vizuri, inaleta mpaka rangi ya wekundu au majani. Inajileta na inakaa nzuri sana, bila kujua kwamba vinajileta hivyo inahatarisha kuishi kwake. Mwanzo muda tu ambayo inakaa vizuri, mwanadamu anaona hii imekuwa sawasawa kwa kuliwa, basi inatolewa kwenye mti na inaliwa. Kwa nini? Kwa sababu tunda yenyewe imejibadilisha. Iliona kwamba hii rangi niliyopewa na mti, hii rangi hainifai, nafaa kukaa na rangi ya aina hii. Bali kwa kujigeuza hivyo, haijui kwamba inahatarisha, inajigeuza, lakini mwisho inakamatwa na mwanadamu na kutiwa mdomoni na kutafunwa. Hiyo inamaanisha nini? Mwanadamu kuna maumbile ambayo tumepewa. Wakati ambapo unajaribu kupindua maumbile yako na kujiedit kuweka maumbile mengine, ndio unaonekana salama, lakini una attract mpaka mambo ambayo itakuangamiza we mwenyewe. Kwa wale wakunielewa, wamenielewa. Wakati ambapo unajiedit sana, basi unajihatarisha. Kama wewe ni mrembo, uzaliwa mrembo, kubali. Kama hukuzaliwa mrembo, kubali. Hata uwe na sura kama omena, hata uwe na sura kama nguruwe, yuko mtu mmoja ambaye kwa hakika atakupenda mapenzi yake yote. Na ukisikia mtu anakupenda, do not let it go, hold it. Ukitaka kujibadilisha sana, nitakupa mfano wa Michael Jackson. Enda pitia historia yake ukajue vile ambavyo alijaribu kujipindua mpaka katamani kwa kama mzungu, kutoka kwa ile ngozi aliyobarikiwa na Mwenyezi Mungu kwa kama ngozi ya Mwafrika na kujaribu kujiedit, lakini alihatarisha maisha yake. Kwa hivyo vitu vyote ambavyo unafanya, fanya ukijua wewe uko salama. Kwa wale wa kunielewa, wamenielewa. Mimi naitwa Patrick
Mungi. Life philosophy story.